Na usingizi nakosa kusema kweli. Shout out to Mama and Diamond Platinum. Always kufanya kazi na Diamond maana yake umeingia kwenye heka zingine. Yaani ukija piga kazi na Diamond inakuwa ni graduate, lakini pia ni mtihani mwingine kutafuta hit song na kuishinda ile. Always inakuwa ni hatari sana. Na mimi namshukuru Diamond amekuwa akinipa hizo opportunity na always tumekuwa tukimake history. Ukiangalia Salama na miezi 3 na milioni 20 views haija kutokea. Since when I was born to the music on Bongo Flava sijaipata hizo namba. Kwa shout out to Diamond, najua ni nguvu ya Diamond peko pale, lakini always tunakuwa tuna very good chemistry ambayo tukikutana mimi na Diamond tunafanya muziki mzuri. Kwa hiyo sina pressure sana kwa sababu yeye ni mwanamuziki mzuri, lakini kwa mwaka 2025 nimefunga na Salama. Kwa hiyo tukutane 2026 tegemea ajao, lakini pia kuna album zangu mbili zinakuja. Mwakani natoa album Bongo Flava, lakini end of this December pia natoa EP ya gospel. Kwa hiyo kaeni mkao kula na always Mopao ni on top. Lakini ukiachana hapo, mkurugenzi alinishauri pia nifungue biashara. Nafungua duka la simu electronic ambalo linaitwa Mopao 24 online. Tutakuwa tunafanya kazi masaa 24 kuanzia simu, vifaa vyake, accessories na takataka zote. Na kwa niaba mkurugenzi alinishauri hivyo na akanisupport mimi ni nani nibishe. Kwa hiyo ukiachana na mabranch ya mapikipiki na maspare, tunakuja kwenye electronic pants kazi na tunalizindua na president atakata utepe. Kazi na tuingie ndani kula nyama. Tunakuuliza kwamba usiwaje kumuuliza Barnaba. Umefanya kati album ya gospel na Bongo Flava. Tunafahamu kwamba kipindi umefunga ndoa na mke wako Raya. Kwamba naitwa Mohamed. Ulibadilisha dini na ukawa Muislamu. Watu wanaweza wakastuka kwamba inakuwaje tena gospel. Mungu ana tabaka brother. Mungu ana tabaka. Kwa hiyo mimi alo bwana Yesu asifiwe, tumo. Asalamu alaykum, alaykum salam. Nemo cha msingi ujumbe ufiko na albamu yangu hii nimesema gospel lakini ni inspiration song. Kwa mfano kuna track ni mimi na Obiafa inaitwa Sadaka. Naimiza watu watoe sadaka wa msikitini wapeleke dhaka. Kwa sababu Mungu anapokupa lazima urudishe. President hapa kiasi kwa amekuwa mtu kutoa misaada, kusupport vijana. Na sisi tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini kuhimiza au kutoa neno la Mungu haijalishi wewe uko dhehebu gani. Wewe Islamic au Christian. Tuache hizo itifaki za kikoloni kwamba huyu asikiba hivi. Cha msingi tunamtukuza Mungu, watu waende kwenye ibada. Aliyekuwa Muislamu aende msikitini, Mkristo aende kanisani na mtoe sadaka, mtoe dhaka. Kwa sababu nyumba za ibada, nyumba za kufanyia kuabudu hazijengwi na mawe. Unapo Mungu amekuwezesha nyinyi waumini mmejiwezesha, basi mtoe sadaka na wachungaji na mashehe waendelee kufanya ibada zao vizuri, neno la Mungu lifike kwa watu wengi. Kwa hiyo halo bwana Yesu asifiwe, asalamu alaykum, tuingie ndani. Mimi naomba Barnaba nimalizie. Ndio. Show ya Kigoma nilishuhudia mwanzo mwisho. Kigoma mjini fashion show kubwa sana. Nashukuru sana. Watu wakaanza kusema bwana, mbona Mopao sasa hivi toni yake imebadilika, naimba kwa kuchangamka sana kama anavyofanya Diamond. Imekuwa vipi, au ni kwa sababu umekaza Diamond au audience zinabadilika unapokwenda kwenye heka za watu wengi na vijana wanaochangamka wenye damu za hizi lazima nayo uchangamke. Kwa hiyo cha msingi tu mimi na mtu ambaye naangalia audience kichangamka na mimi nachangamka, kipoa na mimi napoa. Ndio maana mimi ni mmoja wa wasanii ambao watabiriki. Ukinikuta kwenye corporate na perform live band kwenye ayo na mimi niko kwenye ayo na stabiliki na always ndo msanii ambaye sizeki. Mimi sio kama TID. Kuna mabalozi wengi sana ambao wanafanya nao kazi. Ndio. Tulimuona Chege, Baba Levo na wengine kibao. Lakini kwa Barnaba imekuwa tofauti sana. Barnaba unasafiri naye, mna hook up sana. Familia. Kuna tofauti gani kwa Barnaba na watu wengine? Why Barnaba? Barnaba huyu ni kama dogo wangu kwa sababu namzidi miaka. Kweli. So huyu unaishi naye kama ndugu, ni ndugu. Yani kwa chano ubalozi huyu ni ndugu yangu. Kabisa. So ndio maana unaona muda wote tuko naye na huyu ndo rafiki yangu. Kweli. Hapa mjini hapa. Kweli. Sina rafiki mwingine, ndio maana sehemu zote lazima mnikute na Barnaba. So yani hilo liko hivyo. Labda tu cha kumalizia mimi nimalizie kitu kimoja. Nawakaribisha sana familia ya Jonijo. Hapa wamekuja kuoa ufalmeni. Ndio, nyumbani. Mmeona magari kutosha. Mmeona sherehe ni kubwa sana. Na hii ni mahali. Hapo pia niongeze swali. Hii ni mahali. Sasa bado ni kiasi gani cha pesa kwa kutukidokeza kidogo? Ni tumepokea mafurushi. Sio vijifurushi, mafurushi ya pesa. Tumepokea hotpot la kwanza limekwenda ndani, hotpot la pili limekwenda ndani, hotpot la tatu afu limekuja hotpot la nne la kina babu mjomba. Bwana asante, tukutane ndani jamani. High table film ipo. Watu wa Bongo Move wakae mkao kula kazi wanayo. Napiga miguu yote kwenye shingo na kwenye kichwa na kiuno. Kwa sasa hivi nakwenda yani kwenye film nimeingia, na mimi sio leo kwenye film. Niko kitambo. Ila nimepanga mwaka 2026 ninaingia kwenye soko la filamu rasmi kabisa. Naingia kwenye muziki niko pale pale. Ila kwenye film naingia kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda since way back. Na usichofahamu mimi nilianza kwenye movie. Kipindi hicho Marem Ruge kabla hajakufa, Yatima Roho watu wanaokumbuka. Alafu ndo nikamia kwenye muziki, Ruge akanimisha kwenye muziki. Kwa hiyo movie ni kitu ambacho napenda. Ile Bob Wade Mawio sio bahatishi. Kazi wanayo Bongo. Bwana JB, Lichi Simba mtambariki kazi. Kweli magari hayo yote hapo. Kuanzia tarehe 18, 15, kwenye 15, 16 hivi. Naenda kufungua branch moja ya King D. Patikana Malawi, mkoa mmoja unaitwa Mzuzu. So pale tutafungua branch kubwa sana.
taondoka na wasanii baadhi akiwemo Barnaba, balozi mkubwa kabisa. Baba Levo sitaondoka naye kwa sababu ya kampeni. Ndio. Lakini pia kuna wasanii wa Malawi kama watatu ambao tulisha mention kwamba tutakuwa nao pia. Yes. Moja ya kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu siku ya leo, umeonekana mara nyingi viongozi wengi wakiwa wanakusifia sana. Kweli. Lakini pia tuliona kuna picha ulipiga na GSM, tukafuatilia tukaambiwa kwamba ni mara nyingi waga mnakutanaga na kuzungumza. Hebu tuambie, unafikiri kwa nini viongozi hawa wanakuwa respect pamoja na watu maarufu na wenye utajiri kama kina GSM? Okay, unajua tukisema kwa upande wa viongozi watuongoza sisi na wanapenda watu tufanye kazi. Hata rais alishawahi kusema kwamba vijana tutakuwa tufanye kazi, hata juzi Diamond alisema tutakuwa tufanye kazi. So wana appreciate kile ambacho nakionyesha kwa vijana, kwa sababu watu wengi wameshindwa kufika hapa nilipo. Mimi na umri mdogo sana, lakini ukiangalia nilipofika kidogo ni tofauti. So kuwa na GSM mimi na familia naye kitambo sana. Ile picha ni picha tu moja. Hata juzi nilikuwa naye. Tulikuwa naye tena. Kwa sababu mimi before sijakutana na GSM, rafiki yangu alikuwa mdogo wake anaitwa Salah. So siku moja Salah kwa sababu ana moyo mzuri, akaniambia bana twende kwa brother. Sipo tukaenda kwa brother wake. GSM ni mtu poa sana, akanikaribisha. Mimi pati nyingi sana naendaga. Hata Jumapili iliyopita ilikuwa kwake. Nilikuwa na mazungumzo naye ya kibiashara kwa sababu ni mfanya biashara. Nategemea kwenda kuwa kama GSM. So lazima tuchukue madini kwa watu wakubwa kama GSM. So ukisema kwa mfano kina Weso, akina Liziwani au ni marafiki zangu tu. Yes. Kwa sababu wao waliponiona mimi kulingana na jinsi ninavyofanya vizuri, kwa wali appreciate. Ndio maana siku ile wakati na kwenye birthday yangu uliona Weso alipiga simu aka appreciate mimi ninachokifanya. Basi ndio hivyo. Kwa mimi niko na viongozi wengi wote siwezi kuwataja hapa. Yes. Moja kati ya vitu ambavyo uliahidi siku ya birthday yako ilikuwa ni ujio wa pikipiki yako ya King D. Yes. Tuambie imefikia so far. Pikipiki ya King D nadhani mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7 kwa Barnaba nilipeka kiwandani aliona ilikuwa imefikia 60%. Sasa 40 kwenda 60. Sasa hivi imefikia 95%. Kwa bado 5 tu. Kwa 2026 inatoka pikipiki ya King D. Yes. Kwa hiyo bodaboda wote Tanzania na wateja wote wafanya biashara naomba waendelee kusupport biashara zetu za King D na wajue bodaboda 2026 inakuja pikipiki moja ambayo itakuwa na speed kama BMW. King D hiyo. Hebu rio King D ina speed kama BMW. Itakuwa na speed kama BMW. Utaki Brighton. Sasa okay. Barnaba so ulienda kule kushuhudia kiwandani kabisa mambo yanavyokwenda. Hebu unaweza kutuambia ilivyokaa zile parts zake na nini? Sio mchezo. Kwanza unajua pikipiki au chombo chochote cha electronic vitu kama va mwendo hivi. Cha kwanza watu tunazingatia body. Kwa vizuri body ilikuwa ni nzuri na kipekee ifanana na pikipiki yote ambazo umeizoea hapa Bongo. Lakini second pia ni strong sana kuanzia kwenye shock up kwa maana unaweza kubeba zaidi ya watu wawili au mizigo yenye kilo nyingi sana na ukaendelea na ukapeta. Lakini kitu kingine kinachofuata ni pikipiki zenye speed sana. Na haziungui clutch. Unajua kuna pikipiki zina tatizo fulani zinaungua clutch, mara shock up imekatika, beri imekata. Kwa sio pikipiki hizo, ni pikipiki ambazo ziko strong kila kifaa. Kama tumekuwa namba moja kwenye kuuza vifaa vya pikipiki, basi tarajia kabisa pikipiki yetu itakuwa very strong. Okay, kwa ukubwa ulionao katika nchi ya Tanzania ndio unavyofanya muziki wako mkubwa. Je, upo tayari kuendesha hiyo pikipiki kuadhirisha Watanzania kwamba ziko strong? Usichokifahamu tangazo la TVC ambayo inashutia tangazo la pikipiki ya King D. Nimeshuti mwenyewe na nalishutia China. Mkurugenzi alisema tushutie China kwa sababu tupate quality na tu approve wa Tanzania kitu tunachokileta kama ni bora. Kwa hiyo tegemea hilo. Kwa sababu pikipiki lazima kwanza nishaiendesha ambayo ile sample kule. Lazima ulijue hilo. Tukiwa Chicho mji mmoja nje kidogo na pale Guangzhou. Vizuri. Kwa hiyo cha pili nitaiendesha ikiwa imetua hapa kuiona inamiliki mikiki ya Tanzania Dar es Salaam. Sasa mimi sio naingiza naitoa. Yaani inaingia na inatoka. Tunashukuru sana. King D kuhusu biashara bwana, lakini siku ni msanii salama kati ya project ambayo numbers tunazungumza vizuri sana. Nimeona juzi